Ya leo nimekuandalia game 5 ambazo naamini ukiongezea na mawazo yako wewe hapo kuna uwezekano mkubwa kupata ushindi. Yes, nimekuandalia game 5 kwenye ligi ya Saudi Arabia, nyingine kwenye ligi ya IPL. Tukianza na game ya kwanza kwa siku ya leo itakuwa ni kati ya Damak FC anamkaribisha Al Nassr ya Cristiano Ronaldo. Yes, ukijaribu kuangalia katika game 11 ambazo wamekutana kati ya Damak FC na Al Nassr ni kwamba Al Nassr kapata ushindi kwenye game 8, wametoka draw mara 2 na Damak FC kashinda game moja tu. Na pia ukijaribu kuangalia katika game 5 za mwisho ambazo wamecheza ni kwamba Damak kapata ushindi mara 2, katoka draw mara 1, kapoteza game 2. Kwa Al Nassr katika game 5 za mwisho ni kwamba kashinda mara 4, hajapata draw yoyote lakini kapoteza mchezo mmoja. Yes, kwa siku ya leo kupitia hizo data ambazo nimekutajia ni kwamba hapa tunazotokana na option moja kwamba Al Nassr ashinde au apate draw. Lakini kwa wale wenye tamaa unaweza kusema Al Nassr kupata ushindi mazima. Ila mimi kwa siku ya leo nakushauri useme Al Nassr kupata ushindi au draw. Yes, na mimi ukiweka hivyo kwa siku ya leo kuna uwezekano mkubwa wa kupata ushindi. Tukija game ya pili itakuwa ni kati ya Al Wahda anamkaribisha Al Hilal. Zote hizi za Saudi Arabia hizi hapo. Ukiangalia katika game ambazo wamekutana zaidi ya mara 14. Kwenye game 14 ambazo wamekutana ni kwamba Al Hilal kashinda game 10, kapoteza game 3 na wametoka draw mara 1. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Al Wahda ni kwamba kapata ushindi kwenye game 4, hajapata draw yoyote na kapoteza mchezo mmoja. Sawa na kwa Al Hilal ambaye amepata ushindi kwenye game 3, katoka draw game 1 na kapoteza mchezo mmoja. Kwa hiyo kwa siku ya leo ukija kuangalia katika form za timu zote mbili ni kwamba wapo kwenye form nzuri sana, lakini kwa siku ya leo unaweza kusema kwamba Al Hilal kupata ushindi au kutoka draw. Option ya pili unaweza kusema kwamba Al Hilal atoke na goli. Yes, unaweza kusema kwamba Al Hilal over 0.5. Kwa hapo kuna option mara mbili. Option ya kwanza ni kwamba Al Hilal kushinda au kutoka draw, na option ya pili ni kwamba Al Hilal over 0.5. Yes, naamini hapo nimeweka sawa, umeelewa. Game ya tatu itakuwa ni kati ya Manchester City anamkaribisha Aston Villa. Yes, ikumbuke Manchester City yupo nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu na Aston Villa yuko nafasi ya 7. Manchester City yupo nafasi ya 5 na Aston Villa yupo nafasi ya 7. Ukiangalia katika head to head ambazo wamekutana au jamaa wamekutana zaidi ya mara 27. Manchester City kapata ushindi kwenye game 20, wametoka draw mara 2, Aston Villa kashinda mara 5. Yes, na pia ukijaribu kuangalia katika game 5 za mwisho ni kwamba Manchester City kashinda mara 4, draw mara 1, hajapoteza game yoyote Manchester City. Pia kwa Aston Villa ni kwamba kashinda game 4, kapoteza game 1, hajatoka draw yoyote. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika form hizi za timu mbili zipo katika high quality, na ukijaribu kuangalia kwenye game ya mwisho Aston Villa ni kwamba kapata ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Newcastle ambaye ni tishio sasa hivi, ambaye kuna nafasi ya 3. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo hapa naweza nikasema kwamba uwe na option moja tu. Timu yoyote kupata ushindi, maana yake DC 1-2. Timu yoyote kati ya Aston Villa au Manchester City apate ushindi. Yes, kwa siku ya leo sioni draw katika game hii ya leo. Yes, na mimi ukiweka hivyo kwa siku ya leo kuna uwezekano mkubwa kupata ushindi ingawa sio 100%. Tukija game ya 4 itakuwa ni kati ya Barcelona akimkaribisha Real Mallorca. Hizo zote ni za Hispania. Ukija kuangalia katika game 5 za mwisho Barcelona kapata ushindi game 3, kadraw game 1, kapoteza game 1. Hivyo kwa Mallorca ni kwamba game 5 za mwisho kapata ushindi mara 2, katoka draw mara 1, kapoteza game 2. Yes, hapa sidhani kama Barcelona anaweza kupoteza kwa game ya leo kwa sababu anatafuta ubingwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo mpe Barcelona kupata ushindi mazima. Yes, kwa option nyingine labda unaweza kusema kwamba Barcelona apate goli. Maana yake Barcelona over 0.5. Lakini option ambayo nakushauri unaweza kusema Barcelona apate ushindi mazima. Tukija game nyingine ya mwisho itakuwa ni kati ya Norwich anamkaribisha Midtjylland. Yes, Midtjylland ukiangalia katika game zake head to head ambazo wamekutana ni Midtjylland kashinda game nyingi kuliko Norwich. Na pia katika game 5 za mwisho ni kwamba Norwich kashinda game 1, wametoka draw mara 1, kapoteza game 3. Na Midtjylland naye kashinda game 2, ka draw game 1 na ikapoteza mara 2. Kwa siku ya leo unaweza kukwambia kuna option ambayo unaweza kaenda nayo ni kwamba Midtjylland ashinde au apate draw. Lakini option ya pili unaweza kusema Midtjylland over 0.5, maana yake Midtjylland atoke na goli walau kuanzia 1, maana yake Midtjylland over 0.5. Yes, game zipo 5 na odds sio nyingi sana. Yeah, lakini game ambayo mimi sikushauri kwa siku ya leo uibetie ni game ya PSG anamkaribisha Nantes. Yes, hiyo sikushauri sana uibetie kwa sababu PSG tayari sasa hivi ameshajitangulizia ubingwa tayari na anaweza kaingia na kikosi ambacho aliingiza kwenye game ya iliyopita ile. PSG game iliyopita aliingiza kikosi cha watoto ingawa alishinda 2-1, lakini kutokana na timu ambayo wamekutana nayo. Nantes sio kwamba ni kibonde namna vile,
Kwa hiyo PSG kwa siku ya leo mimi sikushauri kubetia kwamba ashinde au afanyeje. Labda kama unataka kubetia PSG unaweza kubetia kama magoli. Yes, unaweza kubetia kwa upande wa magoli. Asanteni sana, kama hujasubscribe channel yangu, usahau subscribe.